Naam, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Watumishi wa Mungu popote mnapotazama, ni Jumatatu njema ambayo Bwana ametupatia. Siku za nyuma hapa tulikuwa na changamoto 2-3 kama mnavyojua. Kwa hiyo hatukupata kukutana kwenye kipindi cha Amka na Neno, lakini tunakuja kuwatangazia kwamba kuanzia sasa hivi vipindi vitaendelea kama kawaida, na uwe connect tu kila siku asubuhi. Lakini pia kama utakuwa busy asubuhi, utakuwa unakutana na vipindi hivi wakati wowote kuanzia sasa hivi. Kwa hiyo nimshukuru sana Mungu kwa ajili yako, kwa kuwepo hapo, kwa uaminifu wako, kwa kuendelea kutubeba, kwa kuendelea kuwa na sisi, kwa kuendelea kutuwezesha. Hayo yalikuwa matangazo yangu machache kwa ajili ya ratiba hizi za vipindi vya Amka na Neno. Basi bila shaka natumai upo mzima na Mungu ni mweza yote. Basi tuombe ili tuendelee na ratiba yetu ya leo. Baba Mungu, ninakushukuru sana kwa neema yako na kwa fadhili zako na kwa ajili ya wema ambao unaendelea kuachilia kwetu. Si kwa ajili ya matendo yetu Mfalme, si kwa ajili ya kwamba sisi ni wazuri, si kwa sababu ya kwamba sisi tunafaa, lakini ni kwa neema yako Yesu. Asante Yesu Kristo kwa sababu ya ulinzi ulioachilia siku hizi na ulinzi ulioachilia siku ya leo. Asante Bwana kwa rehema ulioachilia siku ya leo. Bwana, asubuhi ya leo tunakuja mbele uso wako nikihitaji Bwana ya kwamba ukaweke neno ndani yangu Bwana, ili niwafikishie wahusika ambao uliwaandaa kwa siku ya leo, sababu neno lako nasema watu wako wanaangamia ni kwa kukosa maarifa, watu wako wanapotea ni kwa kukosa maarifa. Basi Bwana, naachilia maarifa ndani yangu, roho maarifa ya kimungu akae ndani yangu, ili Bwana upate kusema na watu wako na ukawape namna kukusikia. Nafungua masikio yao, nafungua ufahamu wao, ile ambayo shetani alikuwa amepofusha hiyo fikra. Bwana, natangaza kuifungua from now, wakakusikia ni wewe ukisema na wao, katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Mpendwa, Mungu akubariki sana kwa sababu ya kibali hiki ambacho umepata mbele za Mungu. Mungu wetu ni Mungu mwema sana, na Mungu wetu ni Mungu wa ajabu sana. Kila siku neno lake nasema ya kwamba mshike sana elimu. Watu wanafikiri tunaposema kumshika elimu, wanafikiri ni elimu wa shuleni. Biblia inaposema kwa ajili ya kumshika elimu, haizungumzii elimu ya shuleni, lakini inazungumzia elimu ya kimungu. Inazungumzia elimu ya kimungu. Na ndo hapo Biblia inasema kwamba usimwache elimu ende zake. Sababu unapomwacha elimu ende zake, ninaamini kuna kitu ambacho unamisi cha kukuongoza wewe. Kumbuka Biblia inasema kwamba Daudi anasema kwamba neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga kwenye njia yangu. Kwa hiyo unagundua kwamba neno la Bwana ambayo ni haya mafundisho na maarifa tunayopata ndio yanaangazia njia yako na ndio yanakuwa taa kwenye miguu yako. So neno la Bwana linapofanyika kuwa mwanga kwenye njia yako, itimini ya kwamba unapotembea ilo neno linakuambia pita hapa, linakuangazia hapa kuna hatari, hapa kuna hivi na kile. Kwa usipoenda na neno unajikuta unakuwa mtu wa kuanguka na wa kufanya madudu kila siku. Haleluya. Kwa hiyo penda sana maarifa. Ninaamini ya kwamba Mungu ni mwema sana kwa ajili ya hicho kitu, na ninakupenda sana wewe sababu unapenda maarifa, na ndio maana kila siku uko pamoja na sisi. Lakini leo nilikuja kuletea neno ambayo nasema ya kwamba kutambua uwezo na mamlaka iliyo ndani yako. Kutambua uwezo na mamlaka iliyo ndani yako. Kutambua uwezo na mamlaka iliyo ndani yako. Watu wengi sana
wanafeli mambo mengi kwa sababu hawajajua kutambua uwezo na mamlaka ambao Bwana ameweka ndani yao. Haleluya. Mtu unapotambua uwezo na mamlaka ambavyo Bwana ameweka ndani yako, hautajichukulia kwa mtu wa kawaida. Vyote vinaanza kwenye kutambua. Biblia inasema katika kitabu cha Wagalatia sura ya 4 mstari wa kwanza, Biblia inasema kwamba murithi kama bado ni mtoto mchanga, kama bado ni mtoto mdogo, anakuwa naishi kama mtumwa. Mrithi yoyote kama bado ni mchanga, kama bado ni mtoto, anakuwa naishi kama mtumwa tu. Ingawaje baba yake amrisisha vitu fulani, lakini yeye anakuwa naishi kama mtumwa tu. Na hivyo ndo watu wengi tunakuwa tunaishi katika dunia hii. Sisi ni warithi, lakini tunaishi kama vile watumwa. Watumwa kwa sababu gani? Hatujatambua. Haleluya. Watumwa kwa sababu gani? Kuna vitu hatujatambua kwamba Bwana ameviweka ndani yetu, na kwa sababu hiyo tunakuwa tunaishi kama watumwa tu. Na ndio maana Paulo anasema kwamba murithi muda yoyote kama bado ni mchanga hawezi akaelewa. Atapewa buku na anafurahi wakati yeye ni mmiliki wa magari makubwa. Unaona? Atapewa pipi na atafurahi sababu ni mchanga, elewe. Hii ni mrithi wa nyumba kubwa, lakini akipewa pipi ana enjoy kwa sababu ni mchanga. Na ndio gisi watu wengi tumepewa mamlaka, tumepewa vitu vingi, lakini hatujagundua kwamba Bwana kawekeza vitu vikubwa ndani yetu. Na ndio maana Bwana alitaka niseme nawe kwa sababu ya kutambua nguvu na mamlaka iliyo ndani yako. Unaishi jinsi ulivyo kwa sababu hujatambua kwamba una nguvu na una mamlaka ambayo Bwana amewekeza ndani yako. Haleluya. Ukijua kutambua ya kwamba kuna nguvu, kuna mamlaka ambayo Bwana amewekeza ndani yako, utabadilisha mtazamo. Utabadilisha mtazamo. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna vitu ambavyo hautafurahia. Kuna mtu anafurahia maisha alionayo, ndio kama huyo mrithi ambaye ni mtoto mchanga. Anafurahi kapewa buku, anafurahi. Wakati yeye ni mrithi kashaandikiwa kabisa wewe ni mrithi, hivi vyote ni vyako. Huenda baba yake kafariki, huenda wazazi hawapo, lakini tayari wamemrithisha hivyo vitu. Haleluya. Kwa sababu wamemrithisha hivyo vitu, mwisho wa siku huyo mtoto hata gundue hicho kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo utakubaliana na mimi ya kwamba watu wote ambao hawajagundua vitu ambavyo Bwana amewekeza ndani yao, hao watu wanaishi kikawaida sana. Hao watu wanachukuliwa poa sana. Okay? Na usikubali mtu akuchukulie poa kwa sababu hujagundua. Ndio maana ile neno linakuja asubuhi ya leo ni ili lipate kukutia moyo. Ni ili lipate kukufikirisha kitu ya kwamba wewe sio yule ambaye unajulikana. Wewe sio yule ambaye watu wanaujua. Wewe sio yule ambaye unajitazama. Wewe sio yule ambao wanadamu wanakutazama. Wewe ni mtu tofauti sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kwa hiyo utakubaliana na mimi kabisa ya kwamba tunateseka, tunapitia majungu, tunapitia changamoto ni kwa sababu hatujagundua uwezo na mamlaka vilivyo ndani yetu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kitu cha kwanza ambacho natakiwa utambue katika hili, utanifuatilia katika vipindi vinavyofuata, naamini kwamba kuna vitu utagundua. Endelea kufuatilia hii somo, naamini itakutoa sehemu na kukupeleka sehemu. Uendelea kutufuatilia tu. Kuna vitu utatoka sehemu na utaenda sehemu. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi kwa leo acha niishie hapa. Alafu tuombe Bwana. Kipindi kijacho utatufuatilia. Ninaamini kuna kitu utapata. Baba, ninakushukuru kwa sababu ya mtumishi wako ambaye ananisikiliza muda huu. Bwana mpe neema ya kuelewa na kusikia kile ambacho ninachokizungumza. Kuanzia sasa hivi fungua fikra yake na mafikara yake. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen.